Kilimo cha Dr. Samson Kibona ni miongoni mwa kazi ninazofanya kuelimisha jamii kilimo bora. Namna ya kulima kilimo cha kisasa ili kujipatia mavuno mengi. Ulime padogo upate mavuno zaidi. Ndiyo kazi kubwa ninayoifanya. Wakati huo huo au mkono wa kuume nikiwa na kazi ya utabibu, kutibu watu kwa njia ya mimea. Hata hivyo natoa elimu mbalimbali kwamba pamoja na kazi tunazozifanya za kutengeneza chakula, bado ni vizuri mtu akajua hii pollen hii, ndevu za mahindi, hizi nywele zinazoonekana kwenye mahindi zikitengenezwa vizuri kitaalamu ni dawa ya figo, inatoa ama kuyeyusha mawe kwenye figo. Pia inatibu tatizo la mkojo. Wale wanaokojoa kitandani watoto, hii ni dawa, na wazazi waliovimba tezi wanabanwa njia ya mkojo au haja ndogo, hii ni dawa. Kwa hivyo mahindi haya pamoja na kwamba ni chakula, bado ni dawa. Ina kazi kubwa. Ukienda kwa kinu utakuta majani yana kazi yake kama tiba. Kila kitu kina kazi yake. Kwa hivyo kilimo hiki ni kizuri pia. Tunapolima kwa chakula, tunatoa elimu pia. Kutumia nafaka isiyokobolewa. Kuula muhindi jinsi ulivyo. Usikimbilie kukoboa, unaharibu. Jinsi ulivyo muhindi utumike. Kama yale niliyokwisha kuandaa kwa ajili ya matumizi, nikitoa elimu. Nikiwa pale kliniki ama hospitalini, watu wanayatumia mahindi jinsi yalivyo, na wale wengine kande, wengine mahindi ya kupika, gizeri kule Kenya, wengine wanatengeneza kwa namna nzuri uji. Kwa kifupi, wale wanaokula ugali wanapaswa kutumia kama dona. Haya ni mahindi. Yana njia mbalimbali za kutumika katika mfumo wa maisha ya binadamu. Kuna mambo mengi ya kufanya. Hapa nina wagonjwa wananihitaji pia. Niko shambani lakini wagonjwa wanahitaji. Halo. Habari. Salama dokta, hali yako? Nzuri za huko. Za huko salama bwana, mimi niko Tabora. Upo Tabora? Ndio, lakini nilipata kitabu chako pale kwenye kituo chako cha Antipa. Ndio. Mimi na tatizo la sukari. Pole sana. Na tatizo hili la sukari bwana, naona sasa hivi nakaribia kuwa nalo mwaka. Okay. Sasa bwana, niliendelea na matibabu ya pale kwenye kituo chako, lakini kulingana na hali yangu ni dhaifu, hali yangu ya uchumi ni ndogo sana. Pole. Sasa nilipopata kile kitabu, kuna mambo nayasoma kwenye kitabu lakini nashindwa kuyafanyia kazi kwa sababu yananichanganya. Pole. Kwa mfano limao inafanywaje ili iwe tiba kwangu? Limao ili iwe tiba kwako, fuata mfumo nilioandika kwenye kitabu cha Karibu Eden. Limao kuna makundi mawili, ile ya unga tumia, ama ile ambayo ni mbichi fresh kutoka kwenye mti ukachuma ukaanza kuitumia. Kama ni zile mbichi, unakamua malimau kwa idadi nilioipanga, unakunywa hatua kwa hatua. Kama ni ile ya unga, unachota vijiko kama nilivyoelekeza. Hapa nilikuwa nashughulika na mgonjwa aliyeko Tabora. Wanaonisikiliza hapa na pale nikitoa elimu kupitia vyombo kuwasaidia watu namna ya kuishi maisha marefu. Na hapa nipo karibu na barabara ya Sumbawanga. Hii barabara inakwenda Sumbawanga, na hizi gari zinapita kutokea huku zinakotoka ni Tunduma. Huko ni Tunduma mpakani kwenda Zambia, kwenda Dar es Salaam. Huyu anakuja na gari lake anakwenda ni Sumbawanga. Hii ndiyo safari ya kuelekea Sumbawanga huko. Hapa ndipo penye mashamba ya Antipa, na lile gari linalokuja linatoka Sumbawanga lenyewe. Linatoka Sumbawanga, yanapishana hapa kwenye mashamba ya Dr. Kibona.